Kama kila unapoanza kuomba unasikia usingizi, unaanza kupiga miao mfululizo, unasikia uzito ndani yako, usiogope. Fanya mambo haya matatu nitakayokuambia siku ya leo, na nakuhakikishia kila kizuizi kinachokuzuia kuomba kitaondoka mara moja na utaanza kuomba kwa urahisi sana. Jambo la kwanza, kila unapoanza maombi, anza kwa sifa na maabudu kwanza, kwa sababu sifa huondoa uzito na pia hufungua anga la maombi. Kitabu cha Zaburi sura ya 22 na mstari wa 3 inasema, lakini wewe mtakatifu ukaae katikati ya sifa za Israeli. Kwa utaingia kwenye maombi ya kumsifu Mungu, utamwambia Mungu, hakika wewe ni mkuu, nguvu zako na uwezo wako ni vya ajabu, wewe ni Mungu wa ajabu. Yale unayotenda Mungu wa mbinguni kwenye maisha yangu, yale ambayo umetenda katikati ya watu wako, Mungu ni ajabu na ya kushangaza. Jambo la pili, vunja kila roho ya usingizi na uzito inayofuatilia kwenye maombi. Kitabu cha Warumi sura ya 13 na mstari wa 11 inasema, sasa ni wakati wa kuamka katika usingizi. Kwa utaingia kwenye maombi, utasema, Baba, kila roho ya uzito inayoingia kwenye maombi yangu, kila roho ya usingizi inayoingia kwenye maombi yangu, Baba, kuanzia siku ya leo ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Ewe jambo la tatu, badilisha mazingira unayofanyia maombi. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 6. Unaweza kuwa umezoea kuomba ukiwa umekaa kwenye kitanda chako. Kama unasikia uzito ukiwa unaomba ukiwa umekaa kwenye kitanda chako, amka basi, anza kutembea tembea. Ukiwa unabadilisha mazingira, hii itakufanya, kama kuna roho ya uzito ambayo imewekwa kwenye sehemu fulani ya chumba chako ama sehemu fulani ya nyumba yako, basi utakuwa na uwezo wa kuikwepa ama una uwezo wa kuiepuka muda huo utakaokuwa unaomba. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya matatu, hautasikia usingizi wala uzito wote kipindi unachoingia kwenye maombi.